habari ambazo hata malaika wakisikia lazima wacheke. Uhakikishwa kizimbani kwa kula pesa za mfuko wa kwaya. Hatari mwalimu wa kwaya pamoja na mwenyekiti wake. Lakini balaa kubwa ni mtumishi atoroka kambi ya maombi akizingizia vidonda vya tumbo. Balaa kubwa ni kwamba watu wamekimbia kwa rezima na wengine siku wa Ramadhani wasingizia vidonda vya tumbo. Lakini hatari imeendelea kuonekana maeneo ya Mbeya huko ndani, wanasema taharuki za tanda. Baadhi ya waumini hawataki kabisa kutoa sadaka na mafungu ya 10 wakiuliza wanapeleka wapi. Lakini hii ni kutokana na uchanga na ubovu na uchumi ambao haueleweki kwa vijana, mpaka wameanza kutafuta nani alianzisha fungu la 10. Hatari sana watu wa Mbeya. Lakini hii ni fundisho kwa taifa zima. Lakini jeshi la zimamoto huko vyuo vikuu laonesha kuwa na idadi kubwa ya walokole, wengi wakionekana kuwa ni waimbaji wa kwaya pamoja na praise ambao walikuwa wakitumia muda mwingi. Wameendelea kukumbushwa wanatakiwa wafanye majukumu ya vyuo ipasavyo. Wanatakiwa wafanye majukumu yao waliowaleta hapa jijini Dar es Salaam na katika vyuo vyao. Lakini kiendelea huko kwingineko, watu kadhaa wasiojulikana waonekana kurudi na manundu usoni baada ya kufuata nyuki wale asali. Wamebaki wakilaumu na kuwashutumu wahenga. Lakini tukienda mbali kabisa, na kumeonekana kanisa lililoko katikati ya jiji la Dar es Salaam, kamera zikiwanasa baadhi ya washirika wakitoroka kipindi cha kutoa sadaka wakisingizia kuelekea vyooni, na hii ni kutokana na ubovu wa mifuko yao, lakini kutokuwa na pesa, umaskini, ujinga wa kutokuwa na hela. Lakini baraa kubwa zaidi na habari ya mwisho ni kwamba dada mmoja huko Mbeya aibika vibaya wakati akiongoza praise team and worship baada ya wigi lake kupeperushwa na zile feni za ndani ya kanisa, na hii imepelekea watu kutoka uweponi, watu wakashindwa kuzama kwa sababu yake. Huko Mbeya endeleeni kujiadhari, lakini kubwa ni kwamba katika kipindi hiki cha mfungo basi tuendelee kumkumbuka Mola na kuendelea kufanya ibada, kuendelea kujikabidhi, kuweka mifuko yetu mbele za Mungu. Hata yale ambayo tunayafanya basi yapate thawabu mbele za Bwana, na hata pesa zitapatikana, maana fedha na dhahabu zinapatikana kwake. Nikukaribishe tena katika kipindi hiki katika wasaa mwingine. Langu jina ni Gospel Michael Reporter.